Na mtazamaji unatazama Kioo cha Hoja, hii ikiwa ni sauti ya wananchi. Leo tunataka kusikia sauti yako. Ndio sababu hatukuwaita wale viongozi. Tunataka tusikie sauti yako kuambatana na hali ilivyo. Kwa sababu kutokana na ile ripoti iliyotolewa awali, asilimia 58 mlohojiwa, ni ripoti ambayo ilikuwa ya utafiti wa mwezi uliopita wa Machi. Asilimia 58 mnasema kwamba hamridhiki na mwelekeo wa taifa. Asilimia 64 mnasema kwamba hamridhiki kwa sababu ya gharama ya juu ya maisha. Asilimia 38 mkasema kwamba hamridhiki kutokana na ukosefu wa ajira. Asilimia 33 nanyi mkasema kwamba hamridhiki kutokana na ushuru wa juu. Asilimia 23 mkasema kwamba nyinyi ndio mnaridhishwa na utendakazi wa serikali wakiwemo mawaziri. Asilimia 23 pekee. Asilimia 41 mkasema kwamba hamridhishwi na utendakazi wa rais. Basi mtuambie kwa nini? Tatizo liko wapi? Nini ambacho mnastahili kuona kwamba kinafanywa ndo mridhike? Na upande wa pili namuona Beki akisema kwamba anafuatilia zile kauli ambazo mnazitoa kule mitandaoni. Beki, watazamaji wetu wanasemaje? Nini ambacho hakiwaridhishi na wanaamini kwamba serikali haina pesa? Na Zubeda, kwa hilo swali hasa kuna mmoja anasema habari zenu, pesa ziko, matumizi ndio mabaya. Serikali ilipe madaktari wa Kenya wasiendelee kuaga sababu hawatafufuka. Hawatafufuka mgomo ukiisha. Stop everything else. Anaitwa Eliza. Mwingine anasema kama rais ni safari tu, pesa zitapatikana wapi? Mwingine anasema hai Zubeda, serikali ipunguze wabunge, ipunguze women reps, maseneta, serikali za ugatuzi, mishahara ya juu. Mimi naitwa Juma Fundikira kutoka Mombasa County. Mwingine anasema government has money but expenses are high. The solution is to reduce the salary of civil servants and no to salary increment. Stop tours by government officials, use economical vehicles. Anaitwa Kimeto Michira. Mwingine anasema serikali ina pesa nyingi sana. Mapato ya serikali yaliongezeka kutokana na kuongeza ushuru. Lakini kuna watu wachache ambao huelekeza hizi pesa kwa mifuko yao. Ushuru ulikuwa chini awali and the country was stable. Kuna kitu fiche ambacho kinaendelea kwa serikali na wao wenyewe wanajua. Mwingine anasema government has money but expenses are high. And then kumesoma huo. Mwingine anasema naishi nisivyotaka. Anaitwa Robert Goneni kutoka Mtwapa. Mwingine anasema pesa iko lakini sina, lipa madeni. Anaitwa Ann Ndanu. Anasema pesa ziko lakini yeye hana. Anaitwa Ann Ndanu. Mwingine anasema kusema ukweli serikali iko na pesa lakini ufisadi uko juu sana. Rais anajaribu kufanya nchi iwe sawa na iweze kujiwezesha, lakini ufisadi unaua maono yake rais. Anaitwa Namoita kutoka Turkana County. Mwingine anasema kidogo tu. Mwingine anasema hii serikali imetuangusha kweli. Mwingine anasema anasema pesa zenyewe zipo, shida ni matumizi. Kama kwenda West Africa wiki mzima kumpigia Raila debe za AU chairmanship. Huyu ni mtazamaji mmoja. Mwingine anasema let MPs reduce their salary. Mwingine anasema serikali ina pesa mbaya mbovu lakini ina pesa lakini mipangilio ndio mbovu kabisa. Manake wanafaa kupanga jinsi watawalipa wa Kenya. Mimi wako kiloku. Mwingine anasema pesa zipo ila serikali ndivyo inavyo wanavyo kunradhi, ila serikali kuna ufisadi kwa mambo yao ambayo hayana msingi. Wanatumia hela hizo kwa mambo yao ambayo hayana msingi. Mwingine anasema the government has a lot of money. Anaitwa Nancy kutoka Laikipia. Zile pesa serikali ilikuwa imeweka za nyumba za bei nafuu, watoe walipe madaktari. Wanajenga nyumba za nini madaktari wakiwa wamegoma? Sasa inabidi mwingine anasema sasa inabidi kila Mkenya awe rais ama waziri. Mwingine anasema wabunge na mawaziri ndio wenye kazi ngumu kuliko wabunge na mawaziri ndio wenye kazi ngumu kuliko madaktari? Mwingine anasema rais aache kuchezea wananchi, atoe pesa zitumike na makao. Mimi ni makao kutoka Emali hapa kwa Papa Hotel Town Makueni County. Majibu ni mengi sana Zubeda, tutakuwa tukiyarejelea mengine hapo baadaye. Kwako.
Sana Beki, sijui awali mbona sikuwa nikikusikia, lakini nimekupata kwa njia mwafaka na tumepokea kauli ambazo Wakenya wamezitoa. Mjadala ambao umeibuka hapa studioni kweli sijui nitafute extinguisher. Dawson, asante sana kwa kuwa nasi. Wewe unaishi kulingana na uwezo wako au wewe ni mmoja wa wale mnapea serikali pressure? Unaamini kwamba pesa zipo ama hazipo? Asante. Kwanza, kitu cha kwanza naomba ni msamaha watazamaji kwa sababu nimechelewa kidogo kwa majukumu ya nchi. Na moja kwa moja kujibu swali ni kwamba hamna anayeweza kuishi bila tegemezi ya serikali. Hata rais mwenyewe anategemea serikali. Waziri mwenyewe anategemea serikali. Kwa hiyo sisi wote tunaitegemea serikali. Sasa hali ya kiuchumi kwa sasa hivi katika nchi yetu kulingana na maisha tunayopitia kila siku imedorora. Imedorora kwa sababu ya misingi kadha wa kadha. Msingi wa kwanza ni kwamba mfumo mzima wa serikali ilivyoundwa imeundwa kutokana na urafiki na wafanyabiashara. Haujaundwa kutokana na professionalism. Kwa hiyo mtu amemaliza darasa la 7 la 8 form 4 huko amekuja amewekwa kuwa waziri. Vyeti sijui alinunua chini ya kitanda, sijui alifanya nini, mtu anapata doctorate ya chini ya kitanda anakuja anapewa waziri. But ukiangalia professionalism in that ministry, he or she cannot handle. Mwingine ni mfanyabiashara, nilikusupport katika point A, point B, now the next part ni nini? Anakupatia ministry of PS or what. There is where we started losing it. But issue ya pesa Kenya hii, Kenyans are very hard worker. Na Kenyans wanalipa ushuru more than what you can think. Lakini sasa ikifika sasa upande mwingine wa matumizi, wale wanaopewa hizi kazi kwa sababu wameingia pale kwa urafiki na wameingia pale kwa biashara, kibiashara, urafiki wa kibiashara. Kuna ule mimi tulisoma na wewe, tulikuwa na wewe sijui wapi, na kuna wale tumefanya biashara pamoja, kuna zile friendly returns. Kwa hiyo akipewa tenda, kitu cha kwanza anafikiria ni nini? Ile pesa nilisaidia kufanya kampeni. Kwa hiyo tunarudi tena kwenye upande wa nini? Morals. Kenyans tumepoteza morals completely. Kwa hiyo mtu akipewa kazi hata kama ni section ya chief, kila anafikiria ni nini? Kumdhulumu mwananchi. Utaenda kwa chief usikie unaambiwa lazima ukapige photocopy ya abstract ambao ni right ya Mkenya kupewa. Serikali inafaa kuwa inaziprovide those forms to be there. But akipiga rimu moja anajua hapa atapata 1000. Unataka summon ya kwenda kumuita mlikosana na yeye, finally at the end of the day unaenda pale unaambiwa lazima utatoa shilingi 100 kutoa photocopy ya karatasi na stamp. So ukipanda, the more unapanda juu, the more mwananchi anazidi kufinywa. So the solution itakuwa ni if we sit down and recall ourselves and ask ourselves as a nation, who are we and where are we going to? Then we can do recollection of where we are. Na bila shaka tutazamia swala la suluhu itakuwa vipi, tukijiuliza, tujitafakari bila ambavyo Damason anasema sisi ni kina nani, tunasimamia, tunaongozwa na nini. Na haswa turejelea hata kauli ambazo zimetolewa awali. Kama mwanauchumi unaielewa madeni ambayo ya humu ndani ambayo serikali inadaiwa. Tumesikia pale viongozi wa kanisa Katoliki wakisema kwamba pesa za NHIF zilipwa kwanza hata kabla ya kuhamia SHIF. Tulimsikia waziri wa elimu hapo jana akisema pesa za mashule hakuna. Mambo ni kama yamekwama kule mashuleni. Madaktari ndio hao wamekataa kurudi kutoka mgomoni kurejea kazini. Wanasema hadi tulipo pesa zetu. Vyombo vya habari vinadai zaidi ya shilingi bilioni 1. Kila mmoja anadai, kila sekta inadai. Tatizo liko wapi? Kwa sababu kila mwaka tunasomewa bajeti. Ni kweli. Tunaambiwa pesa fulani zitaenda kwa afya, elimu na kadhalika. Iweje kwamba kila sekta inadai pesa kutoka kwa serikali? Madeni, pesa ambazo zimecheleweshwa. Ile tatizo kubwa ni ile wakati tunapanga budget. Tunakosa kuwa waaminifu, ile kuwa honest na ile uwezo wetu wa kuokota hizo pesa. Because kwa miaka yote yenye KRA imekuwa ikiokota pesa, haijawahi fikisha ile kiwango wametakiwa wa collect, ile target. Ni mwaka tu moja, ile ya 2019-2020. Hapo ndio tu waliweza kufikisha kiwango ile pesa walikuwa wanatarajiwa waokote. Na ni kwa sababu hiyo mwaka
serikali ilikuwa imeona economy ilikuwa inayoyoma ama inadhoofika na hawakuwa ambitious kama hizi miaka zingine. So KRA hiyo 2019-2020 ndio mwaka ya kwanza iliweza kuhitimu ama kuwafikisha ile target ilikuwa imewekwa. Na ile shida iko kubwa ni kwa sababu hata ile pesa yenye tunapata kama venye rais amesema last year 2022-2023 tuliweza kuokota 2.2 trillion. Kwa hiyo 2.2 trillion, trilioni moja inaendanga kulipa deni. Inaenda kulipa na hailipi deni ati deni ipungue, inaitwa interest. Ile inaitwa ile fidia, ile pesa interest ya hiyo pesa yenye tumekopa. Riba inaitwa riba. So kwa 2 trillion moja inaenda kwa kulipa hiyo riba. Hata haijapunguza ile mkopo yenye tulikopa. So ndio tunakuanga kila wakati ni kama we are kicking a can down the road. So ni tutajikuta kwa hiyo shimo, hatutoki. Tunalipa tu ile riba, hatupunguzi. Ndio kama hii mwaka inasemekana hii because sasa hata tumeanza kuongelelea maneno ya budget yenye inakuja 2024-2025. Tumepanga kwa hiyo budget ya 4.2 trillion. 1.2 trillion itakuwa ni ya kulipa hizo riba. Na tukilipa riba inaonekana ndio tuweze pia kupunguza ile pesa yenye tulikopa yenyewe, inamaanisha tutaendelea kukopa zaidi. Serikali inasema hii mwaka tunaelekea tutakopa 700 billion. But hiyo inaitwa net borrowing. But ile pesa tutakopa ni ile ya interest yenye tutakuwa tunalipa ile ya riba 1.2 trillion, alafu uongeze hii pesa yenye tunasema mkopo wetu utaongezeka. Wanasema utaongezeka na 705 billion. So in total tutakuwa tumekopa 2 trillion. Na sababu yenye tunakopa ni kwa sababu hatutaki kuishi within our means. Kwa hivyo nani haswa haishi within their means? Ni serikali, ni Wakenya au ni nani? Ni government. Na ile kitu yote kama saa hii tukipanda mbegu, matokeo yake itakuja kuonekana maybe miaka 2, miaka 3, miaka 4 baadaye. Ile mbegu tulipanda wakati wa devolution, sasa ndio tunaona matunda yake. Na matunda yake si mzuri because nchi venye iko tuko overrepresented. Tuko overrepresented because unaona tuko na majimbo 47. Na nchi kubwa kama ile ya Amerikani yenye iko na GDP yake, ile mapato inapata kwa mwaka ni zaidi ya Kenya mara 200, 200 times more than Kenya. Na kama wako na governor 50, sisi pia tuko na governor 47. Kama wako na senator 100, because kila state kule iko na senator 2, huku na sisi tuko na 47. So ile kuwa wage bill, na hiyo ndio sasa inakuwa yule mnyama mwenye ako ndani ya nyumba, the elephant in the room, ndio imekuwa kubwa sana because ya overrepresentation. Every other person in Kenya anataka kuwa kiongozi. I think I have to naomba tu nikatae hapo kidogo tafadhali. Naam. Wakati unazungumzia kwamba tuko overrepresented, me on my side I will say no. The only problem that we have is not that the overrepresentation is causing wage bill. No, because representation yenye tuko nayo imeleta lami ya kwanza Mandera. Hii devolution imeleta street lights uko Lokitogio. You know, if you look at it in a good way, in another angle, devolution, it was the best for development ya hii country. The only problem that we don't have honest leaders. That's the only problem. Pesa inapeanwa, ukienda kuangalia how the money was spent, those leaders themselves, utakuta wana drive lavish cars, utakuta wanapanda ndege left, right and center, utakuta wako na nyumba karibu 50, ambayo hiyo how to the resources that we have in this country, tunaweza kuwa hata na governor 50 ama so. Na ikakuwa managed vizuri, because ukiangalia kila governor kuna employment iliongezeka. Kwa sababu usiangalie wage bill, hii pesa ni ya nani? Si ni Mkenya. Na mwenye amepewa kazi pale ni Mkenya. Lakini hii Kenya yetu, vile tunaongea kuhusu mishahara, vile keki ya Kenya itakuliwa, huwa tunafikirianga tu how to spend the money, lakini hata tujiulize how to generate the money.
Kwa mfano kwa huko kwetu ushago kuna wamama wanalimaga avocado. Hawa wamama wanajua kwamba watauza avocado, zingine zitakuliwa huko Nairobi, zingine zitapelekwa abroad. Huyo mama hiyo ndio source ya income yake. Lakini sasa juzi watu wa KRA walikuja wakamshtua, wakamwambia kuwe na e-teams. Yeye mwenyewe ajui e-teams ni gari ya kwenda wapi. Unajua hata kama serikali inatafuta pesa juu chini kando kando, tax watu sana unawashtua. Ndio maana siku hizi ukitembea na huku kwa mitaani zetu vacant room watu wanafunga businesses zao. Government hata kama ina tax watu haifai kuwa tax hadi na walamba sana hadi wanafunga businesses zao. Hiyo issue ya representation na devolution, I believe devolution ndo the best thing ili happen kwa country. In fact, juu tumeongea kuhusu viongozi, saizi kuna mambo mengine ya wamama tunatetea. Tangu tukue na 2/3 multi-sectoral committee, tunataka wamama waongezewe bado kwa bunge hadi tufike 2/3. Ukiangalia wale wamama wataongezewa sahi, kwa mfano ndo tufike 2/3. Wao watafiti wa numbers wanasema Mkenya itamcost shilingi 41 kwa mwaka moja yenye itatumika kulipa wamama wenye wataongezewa. Kwa hivyo wage bill na kulipa watu sana sana haijai kuwa issue. For me ile issue naonaga inaitwa budgeted corruption. Kwa mfano tuseme uende saizi ina county, tuite county A. Utapata ule governor alikuwa anajenga multi-purpose hall. Si ilifika 3/4. Sasa hiyo pesa nyingine ningefaa kunini? Ule governor mpya mwenye atakuja kwa sababu anataka project itanishwe na yeye, ataanza project yake. Sasa ile pesa nikaa iliwestiwa, hata ukienda na huku unapatanga ma buildings ziko halfway done badala ya kuendelea. Issue ya pili, ukiangalia hiyo story ya Kenyans na vile Kenyans wanasikia. Mwishowe tuseme kama hii shida yenye tuko nayo sahi ya pesa. Si tulianza kuteta tu hapa kwa hii studio kuongea kuhusu finance bill yenye Kenyans walisema wafurahi karibu 82%. Lakini wabunge wengine wakaenda wakachukua msimamo mwingine tofauti. So for me naweza sema hii government inafikiria sana kuhusu kukula keki, to eat the national cake na to divide it, lakini hawafikiri kuhusu baking of the national cake. Pesa ni pesa. Kwa mfano watu wale traders wa huku town, maybe shida yao sio kulipa tax, wanasema make it favorable. Lakini ukisema KRA wamekushtua mpaka pesa yako ikiingia wanaichukulia kule kwa account, utatuma, in fact it can even encourage tax evasion. Kwa sababu nikiona unanipeleka hivyo kama mimi ni mwizi, itabidi sasa niseme I'll have to avoid you. So mimi naweza sema hizi policies za government isikae a government that is at war with traders, at war with everybody. Let me put it in the right way. This government is at war with its citizens. Don't put it around the bush. It is the so-called UDA government is at war with its citizen. Because whatever my sister is saying, she's very right. Number one, you are pushing people to the wall and you're not giving them solutions you're not giving them a place to play. For example, there was a finance bill that was passed. People made a lot of noise, but they didn't care. Down to add salt on that wound, the county government of Nairobi passed another finance bill, the county finance bill, which was very much harsh to the traders in Nairobi. Sorry, Madam Mama Boga na Baba Boga wa Nairobi. Unajua county government ya Nairobi ilikuja pia ikapitisha finance bill ambayo ilikuwa ni bill the most tight one. Mpaka sasa hivi ukiangalia wachuuzi wa Nairobi, ukiangalia zile vibanda zilikuwa duka zilikuwa zimefunguliwa, zinafungwa, watu wanarudi kwa vibanda. Kwa sababu ya nini? Rate ya kulipa hiyo duka inakuwa ni pesa nyingi. Kinachofanyika ni nini? Anafunga, anarudi mtaani, anaweka kibanda. Angalia jinsi vibanda vilivyojengwa mtaani. Itakwambia taswira nzima ya nini? Ya biashara. Then angalia namba ya wachuuzi walivyoongezeka. Hii inakwambia kulingana na Infotrack, question ya kwa nini kazi zinapotea? Hamna kazi, kwa hiyo tunarudi kwenye. Na ukirudi hiyo sehemu ya kufanya biashara, mchuuzi amewekewa kulipa shilingi ngapi kwa siku ambaye anauza mayai? Nafikiri last time nilizungumzia hili. Ukiangalia na mtaji, mtu ana mtaji wa shilingi 4,000 wa kuzungusha mayai. Kumbuka serikali imejengwa kutokana na
hustlers. Wale ambao kwamba mitaji yao iko chini ya 5,000. Mama mboga. Huyu mama mboga ukitaka kila siku alipe shilingi 100, inakugharimu shilingi ngapi kwa mwezi? Je, hicho kibanda anacholipa anatoa shilingi ngapi? Yeye mwenyewe ana watoto wanaenda shule. Ukienda shule, karo imeongezeka, gharama ya vitabu imeongezeka. Je, huyu Mkenya unategemea atapata kupumulia wapi? Ukirudi hospitalini, unakuta hospitali zote za kaunti hazina madawa. Ukirudi hospitalini unakuta madaktari wamegoma. Ukirudi hospitali, kwa hiyo inabidi akimbie wapi? Private. Akirudi private, gharama ya license ya kuoperate imeongezeka. Kwa hiyo lazima gharama ya matibabu ifanye nini? Na nikurejesha kwa ile kauli ambayo umeitoa awali, kwa sababu umetueleza kati ya zile pesa ambazo zinatengwa kwenye bajeti ama zinakadiriwa kwenye bajeti, tuseme kwa mfano trilioni 3. Umetueleza 1.2 inatumiwa katika kulipa riba. Awali rais tumemsikiza katika utangulizi akisema kwamba zaidi ya shilingi trilioni 1.2 nazo zinatumiwa katika mishahara. Kwa hivyo hiyo inatuonyesha nini kama taifa? Na ndio sababu nikakuuliza lile swali la awali. Kuna umuhimu gani kuwa na bajeti? Endapo tuna bajeti, tumekadiria kwamba mwaka huu pesa zitakuwa hivi, matumizi yatakuwa hivi, lakini bado tunajipata katika hili shimo ambalo tuko kwalo. Tatizo liko wapi haswa, au mvua ilianza kutunyea lini? Asante sana Zubeida. Kwanza nirejeshe kwa rafiki yangu penye tumekuwa tukiongelelea maneno ya devolution. Ile maneno ya tukisema wage bill ilipanda sana, ni kwa sababu tunaangalia kabla ya devolution 2012 wakati wa Kibaki. Hii wage bill ilikuwa percentage ngapi ya ile pesa ya Kenya ilikuwa inaokota? Na hiyo wakati ilikuwa chini ya 30%. Ilikuwa chini ya 30%, asilimia 30. Na ndio maana hata ile wakati tulikuwa tunatengeneza katiba, tulisema maneno ya wage bill, ile inaitwa recurrent expenditure, isiwahi pita asilimia 35, 35%. Hiyo ndio ilikuwa imetuongoza. Kabla ya hii maneno ya devolution, kila kitu ilikuwa iko sawa. Lakini tukaingia 2013 mambo ikaharibika. So tukaweza ndio nasemanga maneno ya devolution hatukuwa tumefika hapo. Na ndio nikasema hii matunda yenye tulipanda 2013 ndio begu inaonekana sahi. And hiyo ni ile inaambiwa, tunasemanga facts don't lie and figures don't lie. Inasema ukweli hivyo. Nirejelee pia kwa dada mwenzangu vyenye amesema maneno ya avocado. Mimi ile kazi nafanya kila siku. Mimi ni tax consultant. Nasaidianga watu venye watalipa ushuru na venye wataweza kulipa vizuri, ndio pia wasilipe ushuru yenye hawafai kulipa. Na kuna kesi moja nimekuwa nayo kubwa sana. Kuna mteja mmoja wetu, yeye biashara yake ni ku-export avocado. Na kwa sheria yenye ilitolewa na hii Finance Act ya 2023-2024 ilisema kama unauza vitu ndio uweze kurudisha hesabu za ushuru mwisho wa mwaka, zile expenses, zile matumizi yenye umetumia ndio ikubalike na serikali, lazima ikuwe supported na e-TIMS receipt. So huyu mtu mwenye ananunua avocado ndio aweze kuzipeleka ng'ambo, akienda pale kwa mama mboga anafaa ampatie e-TIMS receipt. Na mama mboga yeye atakataa. But akikataa ni sawa, na kila mtu atatetea huyu mama mboga asilipe hiyo tax. But huyu mwenye ana export naye ako kwa shida, because atakuwa ana export vitu hata za 10 million, lakini akikuja kusema hii 10 million siku yokota nilikuwa na zile expenses nilikuwa nimenunua kule kwa mama mboga, risiti zake zinaambiwa kama ziko e-TIMS generated ama supported compliant, hazijaambatana na e-TIMS, hizo hatukubali. So huyu mtu wa avocado naye tena anataka kufunga duka. Na akifunga duka aseme hataweza kuexport, then inafanya nini? Hata Kenya inakosa zile foreign currency. Naam. Na tutarudi muda usiokuwa mrefu. Mtazamaji, hisia zako ni gani kuambatana na swala hili zima? Tatizo unahisi liko wapi? Tangu mwanzo wa kipindi, wengi wenu mmesema ni matumizi mabaya, zile priorities zinaekwa vipi, mipangilio ya serikali inakuwa vipi, si kwamba taifa halina pesa. Na ndio sababu tunakuuliza, unaamini kwamba serikali haina pesa za kutimiza wajibu wake, au unadhani ni mikakati gani ambayo itasaidia katika kuongeza pato la taifa na kupunguza matumizi ya fedha za serikali? Tutakuwa tukirejea na mengi zaidi muda usiokuwa mrefu, na kusihi usiende mbali.
Bajeti iliyosomwa mwaka uliopita ilikuwa ya pesa ngapi? Bajeti? Sijui, ni mabilioni tu, bilioni kadhaa hapo, so sielewi. Yes, sikumbuki. Pass, sijui. Hiyo siku take interest, sijafuatilia hiyo bajeti. Waziri wa fedha anaitwaje? Something Njoroge, yeah. Korea Tani. Sijui jamani. Si Njuguna Ndung'u, something like that. GDP kwa Kiswahili ni nini? Yaani gross domestic product kwa Kiswahili ni nini? Gross domestic product. GDP. Gadapa. GDP. Hiyo sijui. Gross. Yeah, sina idea. Jukumu la KRA nchini ni lipi? KRA ni kutoza ushuru. Si wanatosha ushuru ya gawa ya serikali. Ushuru. To collect revenue. Ni ya correct tax. Nipe tofauti ya kodi na ushuru. Kodi na ushuru. Kodi ni rent, ni pesa la kulipa nyumba, if I'm not wrong, yeah. Then ushuru, umesema ushuru, kodi na ushuru. Ushuru ni ile, kuna ile percentage ya kitu fulani unairudisha kwa, ni serikali ina tax kitu fulani. Kodi si ni ya nyumba na ushuru si ni ya serikali. Kodi ni ile pesa unayolipia kitu, kama kodi ya nyumba unalipia gharama fulani. Alafu tax ni unalipia kiwango. Ushuru si ni ile pesa inachukuliwa na serikali.